Rebellion is as bad as the sin of witchcraft. Ni sawa na sawa. Rebellion, kutotii ni mbaya, ni kama dhambi ya uchawi. And stubbornness is bad as worshiping idols. Na hivyo niliona ulivyo, that the spirit of stubbornness is as bad as worshiping idols. So because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you from being king. Then Saul finally admitted, yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command. Anaonekana kama anatubu, si kweli? Au kifikiri, yes, I have sinned. Kweli, nimetenda dhambi. Nimekataa kufuata instructions za Mungu. Nimekataa kufuata instructions zako na za Mungu. Hebu endelea. Anasema nini? Unaona kama nikitubu anatubu. Wewe rudi hapo nyuma. Rudi hapo nyuma. For I was afraid of the people. Sasa hiyo ni kutubu. Nilikataa ni sawa, lakini ujue niliogopa nini? Ni sawa niliogopa, ni sawa sikusikia maagano yako na hata ya Mungu, lakini ujue niliogopa nini? Na nikafanya vile walifanya nini? Walikuwa wanataka. Is that repentance? Alikuwa naenda ni kama anatubu, lakini akaongeza kitu kingine. Lakini ujue niliogopa watu na mimi nikafanya vile walitaka. Unaweza sikiti. Tunafikisha hapa. Halo. Shida yake ilikutia hapo. Mabishano makubwa. Then akashift the grade. Number 3, akaona kama anaweza nunua repentance na sadaka. Hata tusikie mtu mwingine. Second Samuel 12. Wacha tuone naye huyu mwingine, Mungu anasema nimepata mtu. Kwani huyu hapo na dini? Anaweza sikia sana. So the Lord sent Nathan the prophet to David this story. There were 2 men in a certain town. One was rich and one was poor. The rich man owned many sheep and cattle. The poor man owned nothing but a little ram he had worked hard to buy. He raised that little ram and it grew up with his children. It ate from the man's own bread and drank from his cup. He cuddled it in sounds like a baby doctor. Wow. One day a guest arrived at the home of the rich man, but instead of killing a ram, from his own crops for food, he took the poor man's ram and killed it and served it to his guests. David was furious. As sure as the Lord lives, he vowed, any man who do such a thing deserves to die. But he must repay 4 rams to the poor man for the one he stole and for having not pity. Nathan said to David, you are that man. The Lord, the God of Israel says, I anointed you king of Israel and saved you from the power of Saul. I gave you his house and his wife and the kingdoms of Israel and Judah. And if that had not been enough, I would have given you much, much more. Why then have you despised the word of the Lord and done this horrible deed? For you have murdered Uriah and stolen his wife. From this time on, the sword will be a constant threat to your family. Because you have despised me by taking Uriah's wife to be your own. Because of what you have done, I, the Lord, will cause your own household to rebel against you. I will give your wife to another man, and you will go to bed with them in public view. You did it secretly, but I will do this to you openly, in the sight of Israel, all Israel. Then David, that's what happened. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord, Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you, and you would die for this sin. Umeshika hiyo hadithi mnaijua ya masikini na kakondoo yake. Nathan anakampea hadithi kwa Daudi. Bila masikini alikuwa na kakondoo kamoja, alikuwa anakula sahani moja nayo, lakini tajiri mmoja akapata mgeni.
na alikuwa na kondoo wengi. Badala ya kuchinja kondoo yake, alienda akachukua kondoo ya maskini akachinja. Maskini akabaki peke yake, na kondoo yake alikuwa kama kasichana kake. Daudi akakasirika, akasema huyu anastahili kuuawa, anastahili kuuawa. Na alipe kondoo ngapi? 4. Huyo maskini akaambiwa, ni wewe, hiyo mfano nimepeana ni wewe. Lakini nataka uone, akaambiwa nilikupea ufalme, nikaondoa Sauli nikakupea, na wake wote nikakupea, na nikakubali, na ungelitaka zingine nyingi ningelikupea. Hata wake ungelitaka nikupatie wengine, ningelifanya nini? Ningelikuongeza. Lakini wewe ulienda ukachukua tu mmoja, mke wa Yulia, na hana mwingine, ukamnyang'anya, na tena zaidi ukaua Yulia. Na umefanya hivyo, Mungu anasema hivi umefanya kwa siri, umefanya kwa siri, wewe Mungu atakulipisha mchana hadharani. Wake wako wote watarawa na mtu kutoka familia yako mbele ya wana wa Israeli wakitazama. Ulifanya kwa siri, hii sedema itaonekana Israeli mzima. Lakini tuachana na hayo, tukuje kwa Daudi, mtu wa Mungu. Tu kumaliza hivyo, David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Umesikia argument? Kuna mahali unasikia mabishano? Hakuna mabishano. Nataka muelewe, Mungu akisema nimepata Daudi mwana wa Yese, someone who is after my own heart, ili tuelewe, being after God's heart, mtu ambaye atafanya mambo yake. Kwani hii Daudi alikuwa nayo genuine repentance. Ndio hii genuine repentance ilikuwa na Daudi. Hakuagio, hakubishana, hakushift the blame. Unajua tayari alikuwa na jeshi, akalisema mkuu wa majeshi ndiye aliweka Yulia mbele akauawa. Hata akageuka jeshi yake, asema si hivi, mkuu wa majeshi ndiye aliweka Yulia mbele ya uawa. Hakuagio. This is what we call genuine repentance. Maana unaweza uliza, mtu afanya usherati, si ni kweli? Na uwe Saulo hajafanya usherati, na Saulo hajaua. Kulingana na wanadamu, nani amekosea? Amefanya ile dhambi mzito, si ni Daudi? Huyu ndiye amefanya dhambi ile mzito kulingana na wanadamu. Lakini yule ambaye alifanya nyepesi, alikataa kutubu. Hapo ndio shida yako na Mungu. Wewe huoni kama ni makosa ulifanya? Wewe huoni kama ni dhambi ulifanya? Wewe ni kujimwaga tu kifua. Yeye alitubu, hakuagio, alitubu immediately. Ukitaka kujua mtu ambaye wa roho ya Sauli na mtu ambaye akona roho ya Daudi, mimi nakwambia hii Saulo, hii Daudi. Maana Sauli huwa anatubu baada ya argument, after 1 hour of argument. Jana nilikosea, lakini isipokuwa ni watu. Lakini isipokuwa ni nini? Ni watu. Na mwingine ukimwambia makosa yake, I am sorry, I have sinned against the Lord. Hiyo ndio tofauti. Na unaona kusema hivyo, na anakamjibu yes, but the Lord has forgiven you and you will die for this sin. Kweli Mungu amekusamehe na hautakufa kwa hiyo dhambi. You know, Biblia inasema when we confess our sins, that He is merciful and He will forgive us all our sins. Hakuna dhambi Mungu anasema hawezi samehe. Sauli aliona yake ni ndogo, hiyo haiwezi kuwa makosa.
Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo huyu akatubu immediately. So hii inaitwa genuine repentance. Ukitubu immediately bila kuagio, wewe unasamehewa. Ndio maana Mungu anasema mimi ni kama nimeona mtu ambaye ako na yule moyo unanipenda, akaamua you to die for this sin. Hebu ukisoma Psalms 51, Psalms 51, uone Psalms 51, Daudi amededicate hii Psalms 51 yote kwa kutubu. Have mercy on me, O God, because of your unfailing love, because of your great compassion, blot out the stain of my sin. Yote ni ya kutubu. Wash me. Fanya hiyo dhambi, akaandika hii wash me clean from my guilt, purify me from my sin. For I recognize my shameful deeds. I have recognized my shameful deeds. They have me day and night. Inanifuata usiku na mchana. I have recognized. Why can't you recognize? Kila umefanya against you and you alone, have I sinned? I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. But you desire honesty from the heart, so you can teach me to be wise in my innermost being. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Kwa nini usiombe maombi kama haya ndugu? Kwa nini usiombe maombi kama haya dada? Kama Daudi. Genuine repentance. Oh, give me back my joy again. Unajua ukitenda dhambi, furaha na wokovu inaendanga. Tena Daudi anasema, nirudie Mungu, tafadhali nirudishie furaha yangu. You have broken me, now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. You need to tell God, asikuwa naangalia dhambi zako, maana ni mingi sana. Kila siku abiaka Mungu, ukiangalia dhambi zangu Mungu, najua hutanipenda. Mtu ambaye ako kama Daudi. Na ukiangalia Daudi, mingi sana ni kutubu. Si ati alikuwa mtenda dhambi, lakini anasema hata kuzaliwa na njia ya dhambi. Don't keep looking at my sins. Remove the stain of my guilt. Hey, nini ndio inakufanya ukuwe na hukumu ya Mungu aitoe? Clean me, create in me a clean heart. Nijengee moyo mwingine safi. Oh God, renew a right spirit within me. Do not banish me from your presence. Usinifukuze kutoka kwa uwepo wako. And don't take your Holy Spirit from me. Na usininyang'anye Roho wako Mtakatifu. Hey, maana Roho wa Mungu hata unaweza nyang'anya Roho Mtakatifu. Tuendelee na ujisha ni sawa. Unaisha. Restore to me again the joy of your salvation. Nirejeshe furaha ya wokovu and make me willing to obey you. Then I will teach your ways to sinners and I will return to you. Na kutoka hapo nitahubiria wenye dhambi na watakurudia. Kwa hivyo nirejeshe furaha yangu ya wokovu. Forgive me for shedding blood. Nisamehe maana nilikuwa damu. Nilijua huyo mtu kweli. Hata hivi ndio nilijua. Oh God who says, then I will enjoy every sin of your forgiveness. Na mimi nikitoka hapa nitaimba bila wewe unasamehe. And seal my lips, oh Lord, that I may praise you. You will not be pleased with sacrifices. Unaona? Daudi hakusema kwa Mungu dhabihu. Maana anajua, you will not be pleased with the sacrifices or I will bring them. Unaona? Ninajua hufurahi sadaka. Otherwise ningezileta. If I brought you a burnt offering, you would not accept it. Daudi alijua. Unamtafuta kama Saul. Saul anaona toa dhabihu.
najua huwezi kuchukua dhabihu nikiwa nimetenda dhambi. Otherwise ningezileta, lakini najua huwezi kuchukua dhabihu. So I cannot replace sacrifice na repentance. So what I need from you, God, is mercy. The sacrifice you want is a broken spirit. Ile dhabihu najua unataka ni moyo uliobondeka na moyo uliovunjika. A broken and a repentant heart. Oh God, you not despise. Ile najua sadaka ungetaka. Hatuku hapo. God is interested in a broken and a repentant heart. Oh God, you not despise. Mimi najua ile sadaka unataka is a broken spirit. A broken and a repentant heart. Moyo uliovunjika, moyo uliobondeka, bondeka, wewe rudi hapo. Moyo uliobondeka, moyo uliovunjika. Hiyo ndio najua Mungu huwezi kataa. Otherwise, hizo zingine unatoa. Ukikataa kutubu, hizo zingine unatoa are useless before God. I know many pastors cannot preach this. Kwambia mtu badala ya kutoa sadaka aenda utubu. God is not interested in your offering. He's interested with your repentance. Sio wengi wanaweza kuhubiri hivyo. Tuko wachache sana. Ningekwambia upande mbegu, niombe your guilt siondoke. Hapo sana. Hapa hata ukiweka milioni moja, it is not acceptable. What God wants is a broken and repentant heart. Anaweza kusikia. Hiyo ndio Mungu hatakuuza. Hiyo ingine yote hata uweke milioni moja Mungu hatakuuza. Hiyo ndio spice. But a broken and a repentant heart, God will not despise. Anaweza kusikia. Iwe wewe Mungu akisema Daudi, nimepata mtu na Saul nimekataa na huyu ni usharati amefanya. Madhabibi kuwa napiga mtu aelewe. Yule mwingine tu, hiyo ndio tofauti. Huyu moyo wake it was a broken and a repentant heart. Hiyo ndio karakteristics. Hebu fuata weka First Kings 15:15. Kwa hapo tu repentance. First Kings 15:15. Najua nasikia kama mkisema hata Daudi alifanya dhambi baya, Mungu akasema ndiye anatafuta kama yeye. Nonsense. Hatafuti kama yeye. Anatafuta wale ambao wanatubu, wanasikia sana. Who have repented and a broken spirit. And you think it's because Daudi alifanya hivi, maana watu wengi wanasema ni kama kuna permission ya kwenda kufanya hivyo. First Kings 15 itakujibu vizuri. He brought into the temple of the Lord the silver and gold, and the dust that he and his father had dedicated. Okay. Weka sasa kids. No, First Kings chapter 1:15. First Kings chapter 1:15. Weka 4. First Kings chapter 1 verse 4. Kurudi nyuma kidogo. Hapo naanzia wapi? Now King David was very old, and no matter how many blankets covered him, he could not keep warm. So his advisors told him, "You will find a young virgin who will wait on you and be your nurse. She'll lie in your arms and keep you warm."
So they searched throughout the country for a beautiful girl, and they found Abishagi from Shunem and brought her to the king. The girl was very beautiful, and she waited on the king and took care of him. But the king had no sexual relations with her. Wakaona mzee amezeeka, Faruni amezeeka, anahitaji msichana wa kumweka joto, wakatafuta kasichana, wakamletea. Na pale natafuta, alipomletea, wakidhani Daudi atalala na yeye. Daudi hakugusa yeye. Daudi kutoka hiyo kitendo alifanya ya Yulia, hakutoka nje atoa tena. Hata walipoona inastahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata walipoona inastahili. Looking for a verse about inasema David did not fail to keep any of the Lord's command apart from Uriah's incidents. Daudi hakufanya dhambi nyingine kama hiyo, isipokuwa tu hiyo ya Uriah. Hakufanya dhambi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hakufanya nyingine. Ndio nawaambia kosa ni kurudia kosa. Usije ukarudia dhambi. Usije ukarudia. Hakurudia hiyo dhambi tena. He did it. Unazaidia. Hakurudia. He did not fail to keep of the Lord's command. He did not fail to keep the Lord's command. Apart from Uriah's incidents. Hata alipojaribiwa na kuletewa msichana, hakujibudi kumuguza. Unajua hata Yesu alikuwa anaponya, anasamehe na anawaambia usitende dhambi nini? Tena. Go and sin no more. Because when you sin again, it's very dangerous. Yule Mariamu Mary alikuwa go and sin no more. Unaona Mary huyo Mariamu Mary alienda akatubu. Alienda genuine repentance. Alikimbia kwa Yesu akatubu. Hakuambiwa. Wanakuuliza nini? Nimefanya. Lakini alipotubu akamwambia usifanye dhambi tena. Go and sin no more. Shida yetu ni kushinda tukirudia dhambi. Tukirudia. 1 Kings 15:5. About that time David's son Adonijah, whose mother was having decided to make himself king in place of his earthly father. Yeah? For David had done what was pleasing in the Lord's sight, and had obeyed the Lord's command throughout his life. He obeyed the Lord's command throughout his life, except in the affair concerning Uriah the Hittite. Hakuna ingine Daudi alifanya isipokuwa hiyo. Hakurudia. From that time he obeyed the Lord's command throughout his life. So let us repent genuinely. Let us have genuine repentance. Ukikosea Mungu, repent genuinely. Don't make excuses. Immediately acknowledge your sin and seek forgiveness. Utapendana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ukisikia anasema I'm looking for someone. Number 3, unwavering trust and faith. Mtu ambaye alikuwa na trust sana na Mungu. Moyo wake ambao unakuwa na trust sana na Mungu. David placed confidence in God's power rather than human strength or circumstance. 1 Samuel 17:45. Kwa hiyo haraka. 1 Samuel 17:45. Huyu mtu ambaye alikuwa na unwavering trust and faith in God. Bila kunyegenyeka kidogo. David shouted in reply, "You come to me with the sword,
spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Verse 46. Today the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. And then I will give the dead bodies of your men to the birds and wild animals. And the whole world will know that there is a God in Israel. What a faith. What a trust in God. And everyone will know that the Lord does not need weapons to rescue his people. It is his battle, not ours. The Lord will give you to us. How? Mtoto anapigana na jitu. Mtoto anapigana na jitu. Yule ako na mkuki, javelin, spear, all types of people. Very huge. Na yeye ako na kamawe. Wewe kumwamini Mungu? Can't you see? Trust in God. Why can't you trust in God like that? Kwa hiyo Mungu aliona Daudi mtu ambaye anategemea yeye sana. Kama kuna mtu alitegemea Mungu sana katika maisha yake ni Daudi. That is why God says, I have seen a man, somebody who can trust in me. Ya kwamba kamawe kanaweza ua. You know that. And everyone will know that the Lord does not need weapons to rescue his people. Kwa hivyo, David did not trust. Ndio maana Saul alipomvalisha maguo ya vita alimwambia Bwana, no, I don't put my trust on this clothes. I put my trust in God. This battle belongs to God, not ours. Why can't you trust in God? Psalm 56, verse 3. Psalm 56, verse 3. But when I am afraid, I put my trust in you. When I am afraid, I put my trust in you. Wewe wakati leo kuna uoga, where do you put your trust in? What are you afraid of? Uogopa ni sawa. Maana mambo ni mengi ya kufanya uogope. But where do you put your trust in? But David said, when I am afraid, I put my trust in you. Huu ni moyo ambao ulipendeza Mungu sana. Somebody was after God's heart. Psalms 23 verse 4. It's a very known verse. When I walk in the valley of death, see your me. Psalms 23 verse 4. For even when I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for you are close beside me. You alone and your staff protect and comfort me. No. Somebody who trusted and had faith in God. And whoever trusts in God. And Psalms 31 verse 14, 15. Psalms 31, 14, 15. But I am trusting you, O Lord, saying, you are my God. Verse 15. My future is in your hand. Rescue me from those who hunt me down recklessly. Where is your future? Where have you put your future? Is your future in your husband? Is your future in your wife? Is your future in your children? And David said, my future is in your hands. This is somebody who trusted in God. Hiyo ndio that characteristic ambayo ilikuwa na Daudi, ambayo Saul hakukuwa nayo, ambayo ilifanya Mungu aone Daudi, this is the man I'm looking for. You are the kind of a man God is looking for. Kama uko na hizo tatu already, you are the kind of man. Usijali na dhambi ile ulifanya. That one should not worry you. What should worry you is whether you repented genuinely. Not the kind of sin that you did. Unaweza ona mwingine kama alifanya kubwa sana na alisamehewa. Yesu asifiwe. Alikuwa sana na. Unaweza ona kama mtu fulani alifanya dhambi kubwa sana. Na wewe ni kama ulifanya kidogo. Wacha nikwambie, alisamehewa. Wewe hujaisamehewa. Maana huku tu. Bwana Yesu asifiwe. Unasema hivyo. Mtu fulani aliua. Mtu fulani, wacha nikwambie. Paulo alisamehewa. Saul hakusamehewa. Ama hujui kuna tofauti ya Paulo na Saul? Ninasema Saul hakusamehewa. Paulo alisamehewa.
inasema huyu Saul hakusamehewa, lakini yule Paulo ama yule Saul ambaye alikuwa anaua watu wa kanisa alifanya nini? Alisamehewa. Huyu Saul mfalme ambaye alikataa tu kutii, yeye hakuua, huyo hakusamehewa. Yule Saul ambaye alikuwa anaua watu wa Mungu alifanya nini? Alisamehewa. So wewe unaweza kaa hapa ukifikiri mtu fulani alitoa mimba, alisamehewa kama alitubu jamii. Na wewe utaitoa mimba, lakini kuna kitu ulifanya, ulikataa kutubu, hukusamehewa. Anaweza usibiwe. Halo. Yule mwanamke Msamaria alisamehewa. Despite kuwa anachukua wanaume wa wenyewe alisamehewa. Lakini wewe hata hujaiba mwanaume ya wenyewe. Lakini kuna kitu ulifanya huku hujaisamehewa. Ulikataa kutubu. Kajigonga tukivua. Hukusamehewa. God is not looking for you. So usishangae. It's not there. Nitahitaji sio kilogramu ya dhambi. Najua ni kama tunapima dhambi na kilograms. Ni kama tunapima dhambi na kilograms. Hii inaangusha kilo. Hii inaangusha kilo 5. Hii inahitaji kutubu sana. Hii ya kuishi kilo. Hii ya kuishi kilo na tubu ya nini? Tunaona yule mwingine kanisani akisema mimi Mungu sio kama yule, si kweli? The tax collector. Yule mwingine alikuwa nani? Yule anasema I am not like the tax collector. That is what we say. I am not like the tax collector. Mimi sio kama yule. Na the tax collector aliona dhambi zake mastahili kusamehewa, akatubu. So yule hakusamehewa, the tax collector was forgiven. Anasi wasifiwe. The tax collector was forgiven. And here I'm speaking to kwa watu wanafanya who disobey small rights. Wanafikiri wao wako sawa. Yule mwingine wa usherati anastahili kutubu dhambi. Hii imesema disobedience is like a witch, sin of witchcraft. Wewe unajua wewe kama mchawi wewe. Huyu mwingine wa usherati amesamehewa. Alirudia kufu na akasamehewa genuinely. Lakini wewe unapima dhambi na kilo. Naona hii haiangushi kilo. Hii inaangusha. Ni zaidi sio kama yule. Wewe ndiye Mungu anaongelesha. Repent your sins genuinely. Ili Mungu akutumie. God is looking for someone after his own heart. Hizo ndizo characteristics tamalizia Jumapili. God bless you. Wakati wa na repeat, sio sadaka iko na haja sana kutubu. So before you give that offering, let us stand up. Before you give that offering, it's good to repent. You cannot replace repentance offering. It's good to repent genuinely. Baba Mungu akusamehe dhambi na makosa yako. Baba kama Daudi, restore the joy of salvation. Usitoe jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kile kinatoa dhambi zetu katika kitabu ni dhambi. Tubu dhambi zako. Bia Mungu, you are not replacing repentance na sadaka. Maana that one God will despise. If you are replacing your repentance na sadaka, God will despise. But God is looking for a broken heart, a broken spirit. Tell God to restore the joy of salvation. Baba, tubu dhambi na makosa yetu na maovu yetu. Kabla Mungu tutoe sadaka, tunajua sisi ni wenye dhambi, ni wakosaji. Sisi ni watu wa kiburi na majivuno. Sisi ni watu wa kujinua. Sisi ni watu wa mabishano. Lakini Mungu umejawa na huruma. Tusamehe Bwana makosa, maovu, dhambi zetu. Tusamehe Bwana. Tusamehe Mungu. Kabla tukupe sadaka zetu,
tunatoa sadaka ya repentance, tunatubu Bwana. Wewe unataka moyo uliovunjika, moyo uliobodeka, ndio Bwana tunaleta kwako. Sio pesa tunaleta kwako, ni moyo uliobodeka, ni moyo uliovunjika. Huyo ndio moyo tunaleta kwako, sio pesa Mungu. Na wewe unatazama moyo Bwana, tazama mioyo yetu Bwana. Tumetubu Bwana. Restore the joy of salvation unto us. Restore our strength of God, so that we may serve you in Jesus' mighty name. Kila mtu aseme amen.